nimewaalika hapa kikao na naona mmeshafika wananchi wangu. Sasa ni wakati wa kufungua kikao. Ajenda ya kwanza ni kufungua kikao. Ajenda ya pili ni wananchi wangu kutekwa nyara ama kupotea, hata hatujui wanapotelea wapi. Mimi nimewaita hapa ili tuzungumze, kila mtu awe na ajenda na kila mtu azungumuze kilichoko moyoni mwake. Karibu mheshimiwa mwananchi. Asante ndugu mwenyekiti, mimi nashukuru sana kwa kupewa hii nafasi, lakini nikwambie kwamba hapa kijijini maisha yetu yashakuwa ya wasiwasi sana. Ni kama digidigi kwenye poli vitu ambalo limejaa na simba. Watu wanapotea, hatujui wanapotea kwenye mazingira yapi, kiuchawi, kiushirikina, aidha wanatekwa na watu wasiojulikana au kuna wanyama wameshavamia misitu ya jirani hapa. Lakini mimi nilikuwa naomba tu huu usalama, mwenyekiti na watu wa usalama, kwa nini hatupati majibu ya kina kwamba hawa watu wanapoteaje? Mwanzo wa tatizo limeanzaje na mwisho wa tatizo litakuwaje? Hebu tafadhali mwenyekiti, kwenye hapo, hebu naomba utuambie una mikakati gani kwenye hili? Ni kweli hilo swala limeshafika ofisini kwangu na mimi nimeona nisilifanye mwenyewe. Ndio maana nimeamua kuwaita wananchi wangu mkae hapa tuzungumuze, tuone jinsi gani tunafanya mchakato wa kusaidia watu wetu. Hata mimi wale wanaopotea ni wananchi wangu. Inaniuma hata mimi kwamba ya nini wananchi wangu wanapotea bila kujulikana wanapotelea wapi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna hatua nzuri kiserikali, tunaanza kuangalia namna gani ya kusaidia hao watu wetu na tujue tatizo ni nini. Karibu baba. Ndugu mwenyekiti, nashukuru kwa nafasi hii. Mimi jambo langu ni moja tu. Hapa kijijini hili limekuwa ni janga. Watu wanapotea, hatuelewi wanaenda wapi na hatuelewi wanatokea wapi. Mimi nina wasiwasi na jambo moja. Hapa kijijini lazima kuna watu ambao wamekaribisha wageni ambao hawafahamiki na kijiji na wala uongozi haujui. Sasa basi, kama kuna yeyote ambaye ana mgeni nyumbani kwake amemtunza, alafu uongozi haujui, na kama hawataonekana, basi sisi tutaenda nyumba hadi nyumba tufanye msako, kwa sababu hili limekuwa ni janga sana hapo hivyo. Yaani ndio inavyotakiwa hivyo. Ni kweli mama unachokisema. Hata mimi mwenyekiti wako ni mwenyekiti wa kila mwananchi, siwezi kufurahia vitendo vya namna hiyo. Nitatengeneza kamati yangu ambayo tutajua kila mwananchi ambaye amefika kwa kila nyumba kwamba ni mgeni, lazima kujua anatoka wapi, ana kibali. Kama hana kibali lazima atuambie ametoka sehemu gani mpaka kuja kukaa hapa. Tunapata majanga, hata waliowaficha ndani lazima tutapita nyumba hadi nyumba. Lazima tuwatoe hata kama kufungua chumbani. Lazima tuifanye kazi. Sawa. Karibu binti hapo. Nashukuru sana mwenyekiti kunipa nafasi hii. Kiukweli hata mimi hapo kwenye hilo swala nimekazia sana kwamba kila mgeni ambaye yuko mazingira haya na hajatambulika inabidi ufanye mpango wa wananili wajulikane. Kitu kingine, rafiki yangu tu jana ameenda kusini kuni mpaka hivi leo hajaonekana. Jana ameenda kusini kuni hajaonekana mpaka leo hii. Hivi ninavyosema, unaona? Hivi ninavyosema hivi, wapo wazazi wake wanamtafuta huko. Haijulikani kaenda wapi, ndio wameshamshika. Haya sasa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti langu ni hilo. Tunakuomba sana mwenyekiti tusaidie. Kameharibika hapa. Mwenyekiti taarifa jana una. Kweli hiyo taarifa ya jana nimeipata leo asubuhi. Lakini kwa vile nilikuwa tayari natengeneza mazingira ya kukutana na nyinyi, nikajua tutalizungumza. Tunaisha wote sasa. Tunaisha wote. Hapa labda na wewe una maoni. Asante sana mwenyekiti. Asante sana. Ndugu zangu, mwenyekiti atuambie ukweli. Aseme watu wanapotea na achukue hatua yeye kama mwenyekiti na msimamizi wetu sisi. Asitupe majibu tu ya kirahisi. Kweli atakuwa anajua. Sisi hatutaki. Wewe unajua hili jambo. Kama uko nao
kuuma ndugu zetu atakuwa yuko nao anafichaje fichaje? Taratibu wananchi. Haiwezekani. Watu wanapotea, unafuatilia, utafuatilia mpaka lini? Watu wanakufa, unafuatilia. Sikilize kwanza tuweke. Nauma. Tulumbana hivi tukapata. Nauma. Ni kweli. Ngoja tumsikilize. Hili jambo linauma. Kila mtu anao uchungu kabisa. Na uchungu kweli. Maana watu kama tulianza kukatana mapanga ama kuuana huko maporini, mashambani, sio jambo zuri, lakini nina harakati na mipango mizuri ya kulinda wananchi wangu. Nimeagiza vijana ambao wanaweza kunisaidia na mgambo pia. Nataka kutengeneza jeshi ambalo na wananchi ambao vijana wenye nguvu wakakamavu, tuanze kupita na kuangalia huko maporini ni vitu gani vinavyoua watu wetu ama ni vitu gani vinavyo. Sawa kabisa. Hapo sawa. Hao ndio wananchi wangu wanaopotea. Kwa siwezi kukubali, nitatengeneza jeshi kuanzia leo. Ninavyofunga kikao hapa, kijana yeyote anayetaka kuungana na mimi aje ofisini ili tutengeneze vijana wakakamavu, tusaidiane. Hatuwezi kuruhusu watu wetu kupotea. Hapo sawa. Hapo umeongea. Hapo tumekuelewa. Kwa hiyo mimi nataka niwaombe jambo moja. Kinachotaka wananchi wangu muwe watulivu. Tuwe na ushirikiano. Na kijana yeyote yule anayejua anaweza kazi, asisite kuja ofisini. Aje tuonane bana, kama ni mapanga hata sisi tunao mapanga. Sawa kabisa. Na sisi tuwe. Sawa kabisa. Sawa. Ni kama unataka kuongezea. Nataka wachapa kazi. Yani fanye kazi. Yani hapo ndo majibu at least yananipa matumaini, yanalizisha. Sasa kama kweli watu wanapotea afu hawapati mwongozo wote. Angeka mtoto wake. Imagine leo ni wananchi wa kawaida. Kesho watakuja kwako mwenyewe. Watakuja kupotea. Tutakuwa tuone hapa. Kama utafuatilia kila mpotea kwako. Lakini mimi nawaahidi, nyinyi ni watu wangu. Nyinyi ni wananchi wangu, mimi nawapenda na nyinyi najua kabisa hapa kijijini tuna ushirikiano mzuri. Na hili sasa tuwe na ushirikiano bwana. Tusije tukageukana. Tukikamata mtu amefanya kosa inabidi aibishwe kiserikali. Sio kabisa. Tumkamate labda ni ndugu yako uanze kumwekea kifua. Wewe utakayemwekea kifua. Anabaki wa nini? Kamata ili tuende mtuambie kwa nini watu wetu wanapotea. Maana wewe unawezekana wewe ndio unawaficha. Kwani nyinyi wananchi kuna wengine ni watu wenu bwana. Sawa kabisa. Tuweke wazi. Hivyo kama mnawaficha, tukikukamata wewe unayemficha ndani, wewe ndio wa kwanza kupigwa pingu na kwenda. Sawa mwenyekiti, sawa kabisa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wananchi wangu, angalau mmefika kwa uchache, lakini ipo siku tutatengeneza tena kikao kingine, tuitane tuambizane kwamba tumefikia wapi. Kwa sasa hivi mimi naona nifunge kikao, nisiwachukulie muda sana, mwende mkawaambie vijana wenye nguvu ambao ni washupavu waje ofisini kwangu tutengeneze mgambo ili tutafute hao watu. Umasikini ulinifanya haki yangu ya msingi kituoni sikupata. Umasikini ni mbaya, nami sina la kufanya. Umasikini mbele ya pesa sio kitu. Bado mimi napambana mpaka hali ya umasikini kunitoka. Napambana mimi, napambana mimi, napambana mimi, na imani nitapata. Napambana mimi, napambana mimi, napambana mimi, na imani nitapata.